katika moja ya hiwar aliyofanya na as-Sahab, asema hivi: ndugu zetu mujahiduna waliopo mamlakatul Arabia Saudia wametiwa magerezani, wanapata mateso makubwa sana. Kosa walishikwa wakitoka Saudia kwenda Afghanistan na sehemu zingine kwa ajili ya kitabu. Cha ajabu kinachosikitisha, mashekha wanakuja na fatwa zao kwenye magereza, kwenye keji zile, wanasimama wanaanza kusoma fatwa wakiwa na askari wa Kisaudi, wanawalazimisha kwamba hawa wanachofanya hicho kitendo si kitendo cha Uislamu, maneno yao pasina dalili. Shekha akishatoa fatwa basi ndio kadhi huyo, wanauawa mujahidina. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anazungumza Abu Yahya Libi. Hasa hakuna nchi hata moja mashekhe inahukumia sheria za Allah, na ikitokea hata moja hukumia sheria za Allah tabaraka wa taala, sisi waislamu wa huku uchochoroni tumewajibishwa kufanya hijra, na ndio muhadhara ambao tutafanya ikiwa kuna wasa biidhnillahi subhanahu wa taala. Sasa kiongozi gani asiyohukumia kwa sheria za Allah azza wa jalla? Ndio anasema Sheikh Ibn al-Hajar, sikia maneno yake, anasemaje? Wayajibu al-khuruj, imetupasa sisi kujitoa alaihi kwa huyo kiongozi, wa qitaluhu, na kumpiga vita, wa azluhu, na kumuondosha, wa nasbul imami, na kumweka kiongozi adilun, muadilifu ambaye atahukumia raia kwa Qur'ani na Sunna. Wajib, ni wajib. Maneno haya utayapata katika Sahihi Muslim bisharhi Nawawi, juzu ya 12 ukurasa nambari 229, na pia katika Fathul Bar juzu ya 13 ukurasa wa 7, wa 8 na ukurasa wa 123. Fahal naqul la nakhruj ala alhukami alkafir idh la imam, tunaweza tukasema hivi, aitupasi sisi kujitoa kwa viongozi makafiri, maana hukam viongozi hawa kufaru waliokufuru kwa sababu hakuna imam, kwamba usijitoe kwa sababu hauna imam, jihadi yatakiwa imam. Hai, imam yuko wapi? Bado sabru sabru jamilun wallahu almusta'an. Aliyesema haya babake na Yusuf alayhi salatu wasalam, kwambia sawa, subira ipo, lakini mimi si wakubalini. Na tunasema sio subira ipo, lakini mambo ya kukaa kwa viongozi makafiri, natakikana tujitoe. Uwe imamu atakuja, mashallah, sisi tayari tumeshajitoa kwa maimamu hawa ambao wamekufuru. Tayib, wa min aina lana al-imam ahibbat fillah, haya imamu uko wapi kwa sasa? Wakad kafara wa wajaba khuruj, wamekishaingia katika ukafiri, na inatupasa sisi tujitoe kwa viongozi hao. Wa wajaba khuruj alayhi, tumewajibishwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala tujitoe kwao kwa sababu wamekufuru. Wamekufuru vipi? Hukumu zao sio hukumu za sunna, sio hukumu za Qur'ani. Am nantadhiru imaman, au tunamsubilia imam mughayyiban, imamu ambaye afahamiki, wanatruku almuslimina li fitnati alkufri walfisad, na tunawaacha waislamu katika fitna ya ukafiri na ufisadi. Leo mtu atajisikia ametoka kwenye harusi, kamtamani shekha alivyo, kaambia mashallah, anajifunza treni shoot, alafu anacheka, unasema sabrun jamilun wallahu almusta'an. Sabrun. Kwa hiyo ndio maneno wanayasema haya, tutawaacha waislamu na fitna ya ukafiri na fisadi inayoendelea. Ayaqulu bihadha almuslim, hivi kweli muislamu mwenye akili timamu anaweza akayasema maneno haya? Ayaqulu bihadha almuslim, muislamu anaweza kusema haya? Inna alhadith as-sabiq, katika hadithi tumesoma mwanzo, fi tasrih, inaonyesha wazi min nabii sallallahu alaihi wasallam, maneno ya wazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kutembeza safe kwa kiongozi aliyekufuru, aliyekuwa sisi tumejitoa kwake, na sio sisi wamejitoa ulama wa salafi walioishi katika maisha hayo Darul Islam. Ulama wengi wa leo wasimananu salafiyun, wanawafundisha vijana fikra mbovu. Usalafi wao wa uoga chini ya watawala, hawapendi viboko, hawapendi vibao, wataka kukaa pale Almasjid Alharamain
tende zimewazunguka na maji ya kunywa kama hivi, kiti cha kuzunguka, watu wanauliza masaili ya fiqh, sio jihadi. Kwa hiyo mtu anaona hii ndio dawa nitaipeleka kwetu. Dawa hiyo sio. Mtu azungumzie jihadi, aelezeni katika Uislamu ziko aya, na wala asitishe kuacha kuzungumzia jihad katika Qur'ani zipo. Wazee wetu walipoacha kuzungumzia jihadi wakazungumzia fadhailul a'mal, kama ndugu zetu wa jamaatu tabligh, kuna vitabu vinaitwa fadhailul a'mal. Kuna bwana mmoja aliswali miaka 40 kwa udhu mmoja, maana yake amemzidi Mtume sallallahu alaihi wasallam 40 yauma kwa udhu ulikuwa waisha. Naona hizo fadhailul a'mal. Hizi riwaya zingine ndio tunaita maudhuat, wametengeneza hizo za kutengenezwa, mashaallah, subhanallah, na nyingine ziko nyingi zinazungumzwa. Bwana mmoja alikuwa anafanya biashara yake bitiku, Waarabu wanaita bitiku, watermelon. Watermelon kwa Kiswahili wanaita tikiti maji. Basi kaona biashara ile ifanyike, hasa siku ya yaum aljumaa, akatengeneza sanadi yake mwenyewe, an fulan bin fulan bin fulan an abi hurairah radhiyallahu anhu qala, sanadi hiyo, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man aqala bitiqa yawm aljumaa dakhala aljanna, rawahu Muslim. Unajua sisi Waislamu dhaifu, kama ukisomea hadithi ya Mtume yaum aljumaa alikuwa anamaliza mabitiki pale nje, watu wanakula bwana, wanafanyia ikram. Amesema Mtume mwenye kula bitiki yaum aljumaa anaingia janna. Kwa hiyo watu wakanunua bitiki sana. Ndio ufahamu tunaoletewa mbaya, hauko wazi. Yani wewe hata hujasoma, mimi naamini yani ni katika imani na itikadi ambayo ahlus sunnah wal jamaa wameijalia ipo, kwamba inawezekana kabisa mtu ambaye sio mutafaqahu fi din akadhihirishiwa masala kwa zama zilizopo, hajawahi kusoma alif ba tau, hajui sahihi al-Bukhari na hukumu za kisheria, masadir sharia, adillatul ahkam, ila akiambiwa basi utaona mwenyewe atakaa ataikubali, kwa sababu manhaji yaingizwa moyoni na muingizaji ni Allah azza wa jalla. Mimi nafanya asbabu tu kuzungumza hapa, na tuna haja ya kuzungumza, acha sauti liwe litakavyokuwa, lakini dawa ya Allah azza wa jalla ifike, na Allah atainyoosha tu baadaye, inshallah itakaa vizuri. Muwe na subira, wasabrul jamil, wallahu almusta'an. Maana ziko sauti nyingine nzuri lakini zinaimba taarabu, ziko sauti nzuri kweli za wali wa nazi, pongwe na maziwa ya iriki, lakini zapinga kitali, sauti nzuri za kuremba, makharaj alhurufi inatoka mzuri maridadi kabisa, lakini zapinga kitali. Haya masauti mabaya yaliyosema kina Abudulogo, sauti mbaya za kina Abu Yahya Libi, sauti hizi ndio sabrul jibal, ndio sauti za wanaume. Wa idha qalu Allahu akbar, watu waogopa. Sio alikuja bwana mmoja Bedui, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka katika moja ya dawa, amepumzika chini ya mti, kaweka sefi yake pembeni, kalala kidogo. Jamaa likaja likaichukua ile sefi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu likamwamsha kwa mguu. Unasemaje sasa Muhammad, hivi utasalimika leo na ninapanga yako? Mtume akasema ndio, Allah atansalimisha. Ile Allah lafdhul jalala, si ile panga. Yule Bedui kaanguka chini, ile Allah. Kwa hiyo Mtume akaichukua panga ile akamteremsha chini kwa namna fulani ya judo, alafu akamuuliza, na wewe unasemaje? Jamaa akasema, wewe ni mtu mwema, mpole kwa watu, raufu rahim, najua utanisamehe kwa ajili hiyo. Basi Mtume akamwambia sawa, khali sabila, nenda zako. Jamaa kaenda mbele, lakini akafikiria, bwana huyu kama angekuwa mtu mbaya si angetembeza safe. Akarudi kwa uwezo wa Allah, akatoa shahada mbili, akaingia katika Uislamu. Kwa hiyo tujitoe kwa viongozi madhalama. Fanahnu nas'alu ashaba hadhihi shubha, sisi tunauliza watu wa shubha hii, kaifa yuqatilu almuslimun fi hadhihi alhala haythu la imam. Sasa waislamu wataweza kupigania dini yao vipi katika hali hii ambayo hatuna imamu? Tunawauliza watu wa Pongwe na watu wa Dambazi na watu wengine, jamani, sasa tunaweza kuipigania vipi dini? Au kitali ndio hakipo? Kwa hiyo tunawauliza sasa, tutapigana vipi jihadi katika hali tuliokuwa nayo? Wa raddu shar'i, na raddi ya kisheria, wa an yafalu kama faala as-sahaba fi Mu'ta,
Radi ni ile ile, kiasi chetu ni hadithi ya Mu'ta, waifanyie kazi watu, wamchague mmoja katika wao, jihadi iendelee. Wa hadhihi shubha, maneno ya kusema la jihada bila imam, hii ni shubha. Hiya min samimi al-i'tiqadi Shia Ithna Sharia, ni katika moja ya nguzo ya itikadi ya Shia Ithna Sharia, ndio wameichukua watu wa Moshi. Amiri, sasa amiri vipi? Mbona amiri hayupo? Warada fi aqidatu Tahawiyya Ibn Jafar. Hawa ni wanawachuoni ambao wameishi katika Darul Islam. Al-Imam Jafar ameandika kitabu kinaitwa Aqidatu Tahawiyya, na Allah amemwafikisha Aba Ismail kukisomesha chote kwa matini yake, alhamdulillah. Na katika Aqidatu Tahawiyya masaili ya 77 anasema al-hajj wa jihad fardhan al-madhiyan, hija na jihadi ni faradhi mbili zenye kuendelea. Mauli al-amri, pamoja na viongozi wetu, birrahum wa fajirahum, awe ni kiongozi ambaye ni mwema au kiongozi ambaye ni muovu. Kwa maana Ahlus Sunnah wal Jamaa wanaweza kuswalishwa na mtu ambaye husifika kuwa ni mlevi lakini hajapinga kitani, maadamu ulevi wake haujadhihirika kwetu tukamwona anatembea anahenga. Na haya yamethibiti ndugu zangu katika Uislamu. Moja katika mawali ya magavana waliowekwa na Uthman bin Affani aliwahi kusalisha mtu mmoja mlevi swala ya alfajiri rakaa 4, kisha akauliza akasema, hal azidukum, rakaa 4 Sheikh salati alfajiri, jamaa huyo alikuwa analewa huyo, akauliza hal azidukum, ni kuongezeni rakaa nyingine? Akajibiwa na Abdullah bin Mas'udi aliyemsomea Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an, akamwambia wewe endelea, sisi tuko na subira toka unapozidisha ya 3, yani endelea tu. Na huyo alikuwa sio amiri, lakini ni mtu aliyeteuliwa na Uthman bin Affan kuongoza watu Baghdad, ilikuwa Iraq. Ahlus Sunnah wal Jamaa wanasema ndio, hakuna mtu aliyesema huyu ni kafiri, atawasalisha vipi watu. Angalia Uislamu ulivyokuwa, yani kuna namna waingiziwa fikra fulani, ukitazama na fikra hii mimi sikubali, taikubali kama ina adila kavu tu. Eti amesema Sheikh fulani alamatu salafi ibn la rahimahullah ahfadha, yani mtu anasifia utafikiria kama ameteremshiwa wahi, kama aliwahi kumuona Bilali tu hajawahi kumuona, lakini asifika. Sisi hatuwasifu hivyo wanawachuoni wetu, wanapatia na kukosea. Masaili haya anasema hivi, wal hajj wa jihad, kama tulivyozungumza. Qala sharih, akaeleza mshereheshaji wa maneno haya, anasema yashiru Sheikh rahimahullahu ta'ala ila raddi ala rafidha. Hapa anakusudia al-Imam at-Tahawi kuwarejesha marafidha, yani mashia, haithu qalu, mashia ndio wamesema hivi, la jihada fi sabili la hatta yakhruja ar-ridha min ali Muhammad, hakuna jihadi katika njia ya Allah mpaka aje mtu mmoja aitwa Ridha ambaye ni katika familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio haya maneno wanachukua watu, wanasema hakuna jihadi mpaka apatikane imamu. Wa yunadi munadun, anasema atanadi munadi kutoka mbinguni. Anasemaje baada ya kuja Ridha? Ittabi'uhu, mfuateni huyo Ridha. Wa batulani hadha alqawl adhhar man an yastadilla alayhi dalil, an yastadilla alayhi bidalil, kwamba kauli hii ni batil kwa sababu haikuja dalili ya kuonyesha haya, bali ni usingiziaji wa kuwasingizia ahlul bait wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nenda mwenyewe katika sherehe ya Aqidatu Tahawiyya, taba ya Maktabatul Islami ya mwaka 1403, ukurasa nambari 437, utayakuta maneno haya. Huwa yasemi kwa sababu yanaenda kinyume na baadhi ya watu. Ma anna Shia, pamoja na kuwa mashia khalafu hadhihi al-aqida, wameenda kinyume na akida hii, na sisi tunasema ndio itikadi ya Khomeini. Ma Khomeini wanaitwa ndio maaima Shia Ithna Sharia, hawa ma Khomeini, akiondoka anakuja Khomeini fulani, Khomeini fulani, ndio maimamu wao. Alladhi ma zala maktuban fi kutubihim, ukiangalia katika vitabu vya Shia utaona maneno hayo. Fala ajib huwa an nata'allaka hadhihi shubha bibadhi almuntasibina ila ahli sunna. Na kibaya zaidi, shubha hii ya mashia imetoka kwa Shia Irani,
imeenea mpaka imewafikia watu wanaojinasibisha na ahlu sunnati wal jamaa. Qala Rasulullah sallallahu